happy Valentines, heri ya sikukuu ya wapendanao. Basi kuna mtu ameniuliza kama sikukuu hii ya wapendanao, Valentine's Day, kama ina uhusiano wowote na kanisa Katoliki. Ni ukweli kabisa kwamba siku hii ya tarehe 14 mwezi wa pili ina uhusiano mkubwa kabisa na kanisa Katoliki, na kiukweli kabisa asili yake ya sikukuu hii ama sherehe hii ya Valentine's Day ni kanisa Katoliki. Valentines ni jina la mtu. Valentine ni jina la mtu. Huyu ni mtu aliyekuwa anaitwa Valentino. Valentino ni alikuwa ni askofu wa kanisa Katoliki. Huyu askofu wa kanisa Katoliki Valentino alikufa ama aliuawa kwa kukatwa shingo tarehe 14 mwezi wa pili mwaka 270. Huyu mtakatifu Valentino ambaye ni askofu wa kanisa Katoliki, ni nini kilipelekea sasa akauawa? Valentino kama askofu ambaye aliishi karne ya 3. Kipindi cha karne ya 3, serikali ama mamlaka ya Kirumi ilikuwa ikiua watu wote ambao walikuwa wanapingana na serikali hiyo. Walikuwa wanapinga maagizo ya serikali. Na mojawapo ya watu ambao walikuwa wanapinga maagizo ya serikali ni maagizo ya kutangaza jina la Yesu. Kwa hivyo wale watu wote ambao walikuwa wanaonekana kwamba ni wafuasi, ni wale watu ambao wanaing'ang'ania dini kwa kipindi hicho, walikuwa wanakutana na adhabu ya kifo. Kwa hivyo nini kilikuwa kinafanyika? Huyu Valentino alikuwa anahusika kuwatorosha na kuwaficha wale wote ambao walikuwa wanapaswa kuuawa. Kwa hivyo serikali, emperor, alivyogundua kwamba huyu Valentino anafanya kitu kama hicho, alifanya nini? Alikamatwa. Valentino alikamatwa, akawekwa gerezani, na akiwa gerezani aliendelea na kazi yake ya kuonyesha upendo kwa wale watu ambao walikuwa nao kule gerezani. Kwa ule upendo mkubwa alioonyesha kule gerezani, alipewa title ama cheo cha mpendaji, mtu ambaye anapenda watu wengine, mtu mwenye mapenzi mema kwa watu. Sawa? Na kabla ya kwenda gerezani, kazi kubwa alikuwa anaifanya kama askofu ni kusuluhisha, kuleta amani kwenye familia, kuleta amani kwenye ndoa. Kwa hivyo ndoa ambazo zilikuwa hazina upendo, ndoa ambazo zilikuwa zimefarakana, alikuwa anajaribu kuzisuluhisha, kuzileta pamoja kwa njia ya sala, mazungumzo na mambo yale yote ambayo alikuwa yanaweza kufanya hizi ndoa zisimame tena katika upendo. Kwa hivyo hiyo rekodi bado ilikuwa inamfuata. Hiyo ilikuwa ni karne ya 3. Kwa hivyo baada ya kupelekwa gerezani, akakaa gerezani mpaka ilipofika tarehe 14 mwezi wa pili, emperor aliamuru huyu mtu auawe, Valentino auawe. Na aliuawa kwa kukatwa shingo, alikatwa kichwa kama adhabu aliyohukumiwa nayo. Kwa hivyo huyu mtakatifu Valentino, hiyo siku ya tarehe 14, wakati anajua kabisa kwamba leo ni siku ambayo ninauawa tena kwa kukatwa kichwa, aliomba apewe kalamu na karatasi. Baada ya kupewa kalamu na karatasi, aliandika Happy Valentine kwenye ile karatasi. Basi akauawa kwa kukatwa kichwa. Toka siku hiyo, hii tarehe 14 ambayo ndio siku ambayo aliuawa, ilibaki kama kumbukumbu, kumkumbuka huyu askofu,
na baadaye alikuja kutangazwa kuwa mtakatifu, na mpaka leo ni mtakatifu wa kanisa Katoliki. Na kuna ushahidi mwingi ambao unaonyesha kwamba kweli huyu mtu aliishi na kwamba kweli alikuwa ni Mkristo Mkatoliki. Watafiti wa mambo ya kale, hawa archaeologist, walivyokuja kufanya utafiti kwenye maziko ya watu wa kale, zile kumbukumbu ya mambo ya kale kule Rome, walikuja kukuta kanisa ambalo lilikuwa dedicated kwa huyu mtakatifu Valentine, kwamba inaonyesha kwamba kweli ni mtu ambaye aliishi na ni mtu ambaye alikuwa anatambulika. Huyu mtakatifu Valentine aliwekwa sasa kama mwombezi na msimamizi wa ndoa. Akawekwa pia kama mwombezi na msimamizi ya wale watu wote wenye mapenzi mema, watu wote wanaopendana, kwamba pia ni mwombezi wa wapendanao. Kwa hivyo tunavyoelekea siku hii ya tarehe 14 mwezi wa pili, tusisherekee tu kama kusherekea, lakini pia tukumbuke kwamba ni siku ya kumkumbuka huyu mtakatifu Valentine. Lakini zaidi pia iwe ni siku ya kuonyesha upendo kwa wale wote ambao tunafikiria pia hawajaguswa na upendo wa kindugu ama na upendo wa Kikristo. Zaidi pia kwa wale wanandoa, iwe ni ile siku pia ya kuonyesha upendo kwa mwenza wako. Onyesha upendo kwa baba, onyesha upendo kwa mama, yaani mke na mume. Kwa kama kulikuwa na mgogoro kwenye ndoa yenu, kwenye mahusiano yenu, hii tarehe 14 iwe ni siku ya kukaa na kuzungumza na kurekebisha. Iwe ni kama kumuenzi mtakatifu Valentino kwa kuleta upendo, kwa kuleta tena amani pale ambapo ile amani ilikuwa imepotea kwenye ndoa yenu na kwenye familia yenu. Kwa wale watoto ambao hatuelewani na wazazi wetu, iwe ni siku pia ya kuleta mazungumzo ya amani na umoja kati yetu sisi na wanafamilia yetu, wazazi, ndugu, jamaa na marafiki zetu. Kwamba basi tumuombe mtakatifu Valentino alete upatanisho pale ambapo hapana upatanisho. Tumuombe mtakatifu Valentino aturejeshe wale watu ambao tulikuwa tunawapenda sana, lakini kwa sababu moja ama nyingine wametutenga, pengine kwa tamaa zao, pengine kwa kudanganywa. Basi maombezi ya mtakatifu Valentino yawaguse na waweze basi kurejea ama kurejesha ule upendo uliopotea katika maisha yetu. Basi tumwombe Mungu atusaidie tusherekee siku kuu hii ya mtakatifu Valentine kwa kuonyeshana upendo wa ukweli, upendo wa kiwanadamu, ule upendo wa kukaa pamoja kama ndugu bila kubaguana, lakini kuja karibu, hasa tuwafikie wale watu ambao wamekosa ule upendo kabisa wa kiwanadamu. Utakuwa umefanya jambo jema sana na itakuwa ni baraka katika maisha yako.